Huyo mtu si mimi kabisa, sikudanganyi, unakoniwa. That is not Pastor Ezekiel. You are being conned. Cut that communication immediately. Church iliyopo Mombasa, Kenya wanakukaribisha kwenye kongamano kubwa la kuhitimisha mwaka kwa kukaa kwa kutafuta uso wa Mungu kwa siku 12. Uponyaji, miujiza na ishara. Utakutana na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel uso kwa uso, akupe neno la unabii wa maisha yako kuelekea 2026. Umejiandaje kiroho kwa mwaka 2026? Basi njoo ukutane na neema kubwa ya Mungu itakayokupa hatua mpya. Umeteswa na uchawi, mizimu, madhabahu za giza? Njoo Yesu akuweke huru. Ni kuanzia tarehe 3 mpaka 14 mwezi wa 12. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Pastor, is it allowed kuongea off camera? No. Okay, I can only take the camera to my younger brother doctor here. Because he never required the camera while he has a very senior job. Very sensitive. Am I right? Very sensitive. Mine is also it's a bit sensitive. His job is sensitive. Why don't you stay with these sensitive positions? Allow me to speak to people who do not have sensitive life. Then when your life become insensitive, you will come back. Ndugu yangu, unajua umezaliwa kwa familia ya Bombe. Unafahamu? Nafahamu. Umetoka wapi? Mimi. Dadangu, si kwamba nakupuuza. Hii mambo ya off camera imezidi, si ndio? Kuna mambo ya off camera. Wewe ulikuja ukiona mtu anasema mambo yake in camera, wewe unataka off camera. Hapana. Wacha sisi tuseme in camera, tufunguliwe hivyo. Angalau itusaidie. Nyinyi siku ile mambo itafika mahali fulani mtakuja tu. Unajua hata kama utaki kusema unaugua, utakufa tutajua ulikuwa unaugua. Si wewe, mimi napiga story. Si mtu hataki kusema anaugua, si utakufa tu tutajua ulikuwa unaugua. Lakini mwingine amesema anaugua, si atachekwa tu lakini atapona. Nyinyi mlimcheka dadangu Rose Muhando akiwa anaombewa na Apostle Ng'ang'a. Dadangu Rose Muhando ni mzima, tena ako na afya tele. Nyinyi na heshima zenu mwaugua kweli. Rose Muhando, ubarikiwe my sister, ubarikiwe. Watumishi wa Mungu wanakufa na heshima kwa nyumba, ghafla tu amekufa. Ghafla tu amekufa. Mlimcheka Rose Muhando, lakini anaishi. Ni mtu anayeheshimu madhabahu, maana yeye pia ni mtumishi. Si ndio? Angalia, Ezekiel alikuwa tasa, hazai. Ningeficha singezaa. Jameni watumishi wa Mungu, tutoke mahali tumejificha, tuseme shida zetu, tuishi. Tunakufa na aibu. Tumeogopa kusema twafa. Muko na heshima na mnakufa, na mnaugua na muko na heshima na mnakufa. Watumishi wa Mungu jameni, tujitokeze. Yesu alikutoa mahali ukiwa takataka, akakuheshimisha. Mbona waogopa kuenda kwa huyo Yesu? Ulienda kwake ukiwa takataka kama mimi, si ndio? Mama njoo. Mnaweza kusema Pastor Ezekiel, wewe unatupigia kelele maana umefanikiwa. Let me tell you, this is life. Utakufa na heshima kwa nyumba. Tena hizo pesa ambazo unaona unaheshimika,
waheshimiwa wenzako watakuja kukuona kwa kaburi na watakuzika wakiwa wanapiga siasa kwenye kaburi. Mama, uliugua kizazi miaka mingapi? Zaidi ya miaka 9. Tulikuwa tunakaa kama ndugu na ndugu. Ndiyo. Ukaniambia nikionelea niende nitafute mtu mwingine. Ni kweli. Sasa hii umepona? Ndiyo. Nimepona. Umepona. Kwani ni kuaibika tumeaibika? Simuone basi aibu. Wewe kamera iko wapi ituchukue? Nilipokuoa ghafla nikakosa nguvu za kiume, ni kweli? Ni kweli. Kamera iko wapi? Punguzeni hizi aibu mpone, angalau muende mshuhudie. Wacheni kukufa watumishi wa Mungu. Nendeni kwa wale wamejaliwa neema, nenda useme tu akusaidie. Nenda tu useme akusaidie. Nenda tu useme akusaidie. Nenda tu kaseme tu akusaidie. Mimi sikuwa na nguvu za kiume. Nilienda kwa Bishop Mwiru akasema kuna kijana ako huko, problem yako toa hiyo sadaka, hiyo pesa uko nayo utapona. Aha. 1,000 yangu moja nitoe. Bana. Nikaenda zangu. Grace hour sikuja, hiyo ni morning glory. Jioni evening service nilikuja nikaketi. Yule ambaye niliongea na wewe umerudi kuketi huko. Shida zako ni zile zile, mtolee Mungu hiyo pesa. Nikasema heri nitoe. Ameiona sana. Nitoe. Nikaitoa. Ni mwenyewe ni maskini, si nitoe tu. Nikaitoa. 1,000 ngapi? Hiyo ilikuwa ni nauli yangu ya kurudi Mombasa. Mke wangu saa hizo nimemwacha huko nyumbani sababu empty. Tembea usikae nyumbani. Kaa nyumbani atakuuliza bado hauna nguvu. Vile nilivyotoa hiyo pesa nikatoka nje jioni baada imeisha. Bishop akaja akanipata hapo nje. Alitoa ile wimbo inaitwa Mahoya. Nyinyi mlikuwa mmezaliwa? Mahoya hiyo dia 2000 kuendelea huko 2000 ngapi? Hiyo 2005 huko. Sasa mimi nikawa naona hii wimbo kuna mama alikuwa na mwanya hapa anacheka. Sasa nikasikia amenipiga mabega. Kaniuliza, kijana unacheka nini? Wajua mimi sijawahi muongelesha. Aliniombea uokovu akiwa huko juu. Leo namuona live hivi vile unaniona live. Nikamwambia nacheka huyo nyanya. Huyo ako kwa TV. Akaniambia huyo nyanya amebarikiwa. Unatoka wapi? Mombasa. Umekuja kufanya nini? Kwa ibada. Kutoka Mombasa? Unaenda lini? Unajua anakuongelesha na unasikia kutetemeka ndani. Unajibu hata vitu ambavyo hujui. Nikamwambia naenda leo na sikupanga kwenda leo. Akaniambia Mungu ameniambia nikupe nauli, akanipa 2,000. Na unajua nilitoa 1,000 ngapi? Ashanirudishia ile yangu. Mimi yule mgumu tu. Ashanirudishia. Nilipopata hiyo pesa badala ya kuenda mahali nilipanga, nikachukua nauli naenda kumuonyesha mke wangu nimekutana na Bishop. Yaani live. Si nilimuelezea nimekutana na yeye live. Na tukalala na nikamuelezea nikapona. Unajua vile nilimuelezea? Nikapona kizazi mpaka leo. Kumbe shida yangu ilikuwa rahisi. Uenda kile kinachokuua kwa mtumishi wa Mungu aliyejaliwa neema ni rahisi. Toka tu huko, nenda umwambie, na usimwambie off camera. Mwambie leta kamera ngapi? Nipone mara ngapi? Umefunguliwa kwa jina la Yesu. Na afya njema pia. Umetoka? Natoka Kaloleni. Unajua afya yako si nzuri Kabisa pastor. Mimi niko na shida hiyo ilianza tu maana nilipomaliza shule ya sekondari mwaka 2019. Umekuja na nani? Nimekuja peke yangu. Ukimuona utafikiria ni mgonjwa, afya yake si nzuri. Lakini ile shida ambayo nataka kusema, hiyo shida itamwelekeza mpaka kwa shida ya kiakili.
kabisa. Imefikia hapo tayari? Imefikia hapo, manake kuna kiwango cha kuwa hiyo shida yenye niko nayo ni nitulie kulingana venye nasikia. Hiyo akili ni utune kulingana na huo ugonjwa. Manake nikijaribu kufikiria vile kama sawa siezi, manake kuna hali yenye mboni kama nimefungwa na akili zangu. Nikijaribu kufikiria hivi nasikia vitu kwa pande wa nyuma na kwa tumbo, ni kama ni mishindo fulani hivi. Mtu akitembea akizungumza kila kitu nasikia katika mwili. Mtu akitembea unasikia kwa mwili wako? Kwa mwili wangu, katika sehemu zangu za siri, yani tumbo yangu. Hata wale majogoo wa kuku wale wakiwika asubuhi tena nasikia. Hapo nyumbani kuna kuaga na majogoo wanafanya kushindana. Huyu akiwika hivi ananitetemesha humu mwilini, na huyu mwingine akiwika. Wacha nipige mchai wa kwenu akufe azikwe, wewe uishi. Leo najua mahali pa kupiga. Hiyo huwa ni uchawi. Unapiga mpaka mchawi anakufa na siku ngapi? Unapiga vizuri. Ukisikia nasema hivyo najua napiga wapi. Hata ninamuona na macho. Napiga. Ukisikia naongea hivyo nasikia vizuri. Yaani najua wewe mchawi nimekushinda. Mami ukinisema mimi ni jeuri, ukisikia naongea hivyo napiga, hiyo ndio ujeuri wangu wa kiroho. Yaani najua unatesa mtu na kupiga ukufe. Napiga kwa maombi alafu nakufa. Alafu huyo anaishi. Wewe unatesa watu kwa nini? Si uende kuzimu kwa babako wa kiroho shetani. Huyu ni kijana anateseka mpaka lini? Napiga siku ngapi? Hata kama huwezi kufa na ugonjwa wa kuharisha, utaota ndoto ukinyongwa, unakufa ukinyongwa. Mimi sipendi mchawi na mpango wa kando. Sipendi na mganga. Sipendi. Mami huwa napiga mpaka nasikia vizuri. Sasa unajua huyu ukisikia anapigwa kuanzia hapa kutoka kwa tumbo kwenda chini, hawezi zaa, hawezi oa, hawezi fanya chochote. Yeye akili imekuwa connected na kizazi, anateswa na wachawi. Hati jogoo likiwika tumbo lake linaunguruma. Hiyo ni ugonjwa unapeleka kwa hospitali gani? Ukitembea anakusikia kwa tumbo. Unapiga huyo mtu, unapiga vizuri. Akiamuka kiuno haifanyi kazi, mgongo haifanyi kazi, na ameamuka. Na hawezi mwambia mwenzake. Sababu alitembea huko juu ya anga, akarudi, ukamwangusha. Siku ya pili akili haifanyi kazi. Siku ya tatu hata unapiga mpaka wenyewe hawezi kumpeleka hospitalini. Anakufa akiwekwa kwa gari apeleke hospitalini. Mchawi. Mimi nimempiga huyo mtu. Wewe nimekufungua. Amen. Kama akona nguvu anitafute anipige. Na mchawi kama uko na nguvu, picha zangu ziko kwenye YouTube na Facebook na kila mahali. Chukua uende uweke kwenye mapango yako. Alafu tukutane huko, tutakuja huko kwenye mapango. Unajua wachawi walifikiria kwamba watu wote wanalia wakiwaona. Naogopa mchawi. Wewe mchawi chukua, ananiona. Wewe chukua picha yangu uende uweke kwenye mapango. Funga na kila kitu, andika. Alafu mimi nitakuja kwenye hiyo madhabahu yako. Saa 6 usiku nitakuwa nimewasili. Hii mwatumia damu ya kuku. Mwatumia. Wajua wachawi wako na TV yangu kwa nyumba yao. Mnatumia damu ya kuku na damu ya mbuzi. Sisi hatutumii vitu kama hizo. Wewe kama uko na nguvu, tuma hata nyokako. Mimi nitume nyoka wa shaba, wakutane katika anga. Alafu tuone. Uishi kwa jina la Yesu. Uishi.